Otiso Production. It's Bentley on the beats. Ele kuna capa. Otiso Production. It's Bentley on the beats.
musoniri bagalinde lya bene kamuhata musoniri bagalinde lya bene uinga chinguru na inde tata uinga chinguru na inde tata nyole chinguru makanere egesioma nyole chinguru makanere egesioma Nyabere tata nyabere nyabere
ambaye ni mwokozi wetu. Sasa tunaweza kuview the body, alafu tupate mahali pa kuketi na tuanze ibada. Sasa tunaweza kuja hivi, kisa view tunashuka chini. Tupate mahali pa kuketi. Haya, moja ongea ni nani yule ambaye mtashirikisha mbele? Amjamboni, amchambo wageni wa tata yangu Jane. God is good all the time and that is nature. Thank you. Nitasema hivi, kwa majina mimi naitwa Peter Reba. Ukiambia moja ongee, moja ongee. Makwaya yako wapi? Makwaya yako wapi? Wale walizemwa ya kwamba wazimame wa weft wapige salute. Marafiki ya Jeni, wale wa muliombewa, kutoka Homa Bay ama kutoka nyumbani, basi hawako. Makwai niliuliza ako wapi? Niko haraka, nikitoka hapa nimetoka. Haya ni maneno yalitupata ghafla, hatukukuwa naye. Tafadhali mkiona program inaenda vile inaenda, na tunataka tuharakishe jinsi tuliwa siku zote. Bwana ndiye mchungaji wangu, unilaza pazuri, na katika malisho mema najilaza pabichi. Najilisha wema wa Bwana na fadhili milele, sina lawama kamwe, kwani yeye ni ngome langu. Naamini katika pendo na wema wa Bwana.
yote, yeye hutufariji. Gongo lake na fimbo yatuongoza siku zote. Naamini katika pendo na wema wako tena wote, wenye mapito yote. Bwana Mungu ni ngome letu. Naamini katika pendo na wema wa Bwana, wenye mapito yote, yeye hutufariji. Gongo lake na fimbo yatuongoza siku zote. Naamini katika pendo na wema wa Bwana, wenye mapito yote, yeye hutufariji. Gongo lake na fimbo yatuongoza siku zote. Hatazikumbuka tena, lakini hatuwezi dumu ndani ya dhambi tukitegemea katika rehema. Ninaimbaza Yesu Mwokozi, sheria hatuwezi rehema za Bwana Yesu. Nitamsifu Mwokozi kwa sifa zilifanya uweza kusafiri njia ya dhoruba kali. Naimbaza Yesu Mwokozi, dhambi zote matendo yetu. Matendo hayatoshi, sheria hatuwezi rehema za Bwana Yesu. Amen. Tarumbeta mlezi wa Zayuni, pigeni kelele katika mlima wa Bwana. Nchi na itetemeke, Bwana yu aja. Pigeni kelele walinzi wa Zayuni, yu aja. Mpate kuelewa, ni siku ya giza, ni siku ya mawingu. Someni misimu na majira, muelewe. Wingu likitanda, pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu.
sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Piga tarumbeta mkizunguka mji, kuta za Yeriko na itaporomoka zote. Pulizeni tarumbeta mkizunguka, mara 7 zungukeni mji huo wa Yeriko. Mpate kuelewa, ni siku ya giza, ni siku ya mawingu. Someni misimu na majira muelewe, wingu likitanda pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Piga tarumbeta msinyamaze tena, watu waelewe yuaja mkombozi wetu. Kuta zake duniani zitaanguka, watoroke duniani itavunjwa na Mwokozi. Mpate kuelewa, ni siku ya giza, ni siku ya mawingu. Someni misimu na majira muelewe, wingu likitanda pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Sawa, dalili soneni, misimu na majira muelewe, hata kawia pigeni kelele, yuaja Bwana Yesu. Wote kwa maombi ili mtumishi wa Bwana aweze kutunenea neno. Chozi yamemwagwa katika boma hili kwa sababu ya kulala kwa dada yetu. Lakini asante kwako Yesu kwa sababu ulikufa na ukashinda kifo. Kwa vile wale ambao wanalala ndani yako Yesu mwema, nao watashinda kifo siku ya mwisho tarumbeta itakapolea. Lo, Bwana wetu tunakuomba, tulalapo jinsi dada yetu amelala, ukumbuke roho zetu. Ili neno tutakalosikia saa hizi, Mungu wetu, mtumishi wako atakaposimama, mpe nguvu. Yehova mwema, unamjua, unamuelewa. Ameweza kushindikiza wengi katika imani hii. Lakini Baba tunakuomba, hata yeye ni binadamu. Mpe nguvu, mpe ujasiri.
azidi kutunenea neno hili, akitupatia uhakika ya kwamba hata kama mawimbi yamezidi na maafa yamezidi hivi tunavyoziona, Baba, hatutapoteza tumaini. Tunakutegemea wewe tu, ili Baba tuweze kutembea katika safari hii ambayo ni ngumu ya kupoteza wapendwa wetu, lakini tunajua hakika urejeapo mara ya pili na ufalme wako, wote waliolala ndani yako Yesu watafufuliwa wa kwanza na kukulaki mawinguni. Tutaenda mbinguni, mahali tutaishi milele pasipokuwa na kifo na hata magonjwa na shida ambayo tunakumbana nazo katika ulimwengu huu. Hivi sasa mtumishi wako atakaposimama, Yesu, tusimuone, bali neno ambayo atakalotoa ni neno lako. Ituhimize, itufariji na ituandae katika ufalme wako ambao umekaribia. Hili ndio ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na haki yetu. Amen. Waombolezaji wenzangu, haleluya, praise the Lord. Abana banyasaye bwairire, ama tunasema bwakire, ama imepita saa imepita Kwa hivyo sasa ni bwairire. Tuko katika eneo la Ekonge Central SD Church, and my pastor was somehow in some meeting. Alikuwa kwa mkutano ingine, sijui kama amefika ama bado hajafika. Pastor Osindi. Alright, tutaendelea. Hawa ni wana na binti za Bwana. Nyakati tunakoishi ni wakati mbaya. Kote ni maombolezo. Kote ni kilio. Kilio ambaye ilisikika Israeli. Raheli akililia, akiomboleza watoto wake. Hakutaka afarijiwe, bali kuendelea na kuomboleza watoto wake. Vile mnaangalia ulimwengu tunakoishi, na vile waimbaji wamesema, wimbo wao wa kwanza ilituambia juu ya dhiki na ghadhabu za ulimwengu, ambaye imesatupatia usuni nyingi. Tukiona wana na binti zetu wanaenda, wanakufa, wanalala, na mauti ndiye hiyo. Kwa nini? Kwa sababu gani? Wimbo wao wa pili ikatuongeleza juu ya rehema zake Mwenyezi Mungu. Sijui kama mlikuwa mkizifuata. Alafu wimbo wao wa mwisho, asanteni sana waimbaji kutoka Homa Bay Central, Homa Bay County, imetuonyesha ama imetuambia juu ya dalili. So many dalili ya ulimwengu. Signs of the times. Mambo za nyakati. Imetupatia wakati mbaya. Na sijui kama mtatulia. Bado kukimbia mtakimbia, kulia mtalia. Tafuteni machozi. Kama mnaweza kuweka machozi kama oxygen siku hizi zinawekwa kwa cylinder, prepare to do that. Kama mtaiweza. Na kwa nini haya maneno zinatendeka vile zinatendeka? Somo letu la kwanza ilitueleza juu ya maagizo zake Mwenyezi Mungu. Did you get the instructions right? Walimu wenzangu ambao wako hapa, wakati mnasomeza watoto, mnawaelimisha, mnawapatia mitihani, mnawapatia instructions. Follow the instructions. Whoever will follow will get the mark. Whoever will go contrary to the instructions
will miss the mark. Ataenda nyumbani akilia. Ndiposa sasa mnalia. You missed the mark in the Garden of Eden. Katika bustani wa Edeni, you missed the mark. Mlienoa. Mauti ikaingia. Sasa kifo imechukua dada wetu mpendwa, muimbaji hodari. Pengine hamkumjua sana, lakini kule kwetu chini ya bahari huko, heshima kwa Jane Nyaundi na watoto wake. Walikuwa wakiimba, na pengine kila sabato, hata hilo sabato ambaye tuligundua ya kwamba hakukuwa nasi, mzee wa kanisa wa kwanza ambaye amesa to introduce hapa, yeye ndiye mzee wa kanisa wa kwanza wa Homa Bay Central, alisampanga ili aende atoe maombi. Huwa mara nyingi alikuwa anafanya pastoral prayer. Kama si hivyo, alikuwa anaendeza kutoa zaka na sadaka. Tukamkosa siku hiyo, only to find out that she is in Mochisocho in some clinic. Tukasema hii ni ulimwengu gani? Saa hiyo ambaye unajigamba hapo, hujajua ya kwamba dakika zako za mwisho zimetokea. Ikiwa wewe huko katika matanga hii ya Jane, ijulikane kwako ya kwamba muda ambayo unayo si ya kunyatanyeta. Hiyo ni Kiswahili ya mombo kule. Tabia ya binadamu imepita eneo. Sasa Mwenyezi Mungu akatoa frimbi yake. Wewe uko katika eneo mbaya. You are offside. Ni frimbi kali. Ndio unasikia kona ile maombolezo. Kona ile maombolezo. Saa 10 kamili. One of my pastors was calling me before I started my journey coming to Ikonge. Pastor, mzee wetu wa kanisa wa kwanza ametuaga. Na mwili yake imesafirishwa kutoka Moi Referral Eldoret, imefika Kindu Bay, inaelekea Kadel kuja Homa Bay, na tunamwelekeza kwa mochari Kirindo. Nikasema, hii ndio ulimwengu tunaishi. Waombolezaji wenzangu, kulea mtalea. Nimesawaambia ya kwamba siku hizi mmechukua hata oxygen ya Mwenyezi Mungu mmefikisha kwa cylinders. Mnafikiri hiyo ni jibu? Hakuna jawabu hapa hata kidogo. Kwa hivyo waimbaji wametuambia ya kwamba pigeni kelele, Yesu yuaja. Haleluya. Anakuja kufanya nini? Atuchukua kutuelekeza kule mahali ambaye ametufanyia nini? Ametuandalia makao. Mahali ambayo tutasikia kilio tena. Hata Raheli hataomboleza tena wana na binti zake. Na hata kosa kufarijiwa ya kwamba bado anasikia uchungu ya kupotea kwa watoto wake. Saa hii wakina Derek wanalia mama wao ambaye aliwapenda. Huyo mama alikuwa anafanya kazi ili hao watoto waonekane vile walivyo. Nilistuka tu nikiona watu wa Ikonge. Tunaanza ibada na hawa hamkukuwa mnajua wako wapi. Unajua maombi zote tunaelekeza kwa hawa. Ndiyo sababu tuko hapa. Jena ametuaga. Haiko hai tena. Na wale ambaye tunawaombea ili waendelee kuwa, na wakati ambao utawaona tena mtasema ya kwamba
hawa ni wana na binti za Jadungi Nyaundi ambaye alitutangulia kuaga, na pia mama Jane pia ametutangulia kuaga siku ya leo. Hawa ndio wametuleta hapa, na vile tulikosa hata hamukukuwa mnajua ya kwamba wako. Hiyo ndio kitu ambayo nimeshuhudia hapa, nikasema ya kwamba my friends, time is bad. The world in which we live is terrible, very hostile, very harsh. Who is going to contend? Nani atasimama? Who is going to withstand majaribio ambazo zinaendelea sasa hivi? Pale kifo, pale nini? Kama Pastor Sido hata waambia, basi Mungu atatoa hata an artist awaambie. Na mtasikia hata Jakoyomidiwo wameenda. How about hapa Gusii land? Wangapi wameenda? Wengi. Hata saa hii kifo inaangalia mwingine, hata kama ni mimi. Wakati ambayo tulikuwa tumesimama tu pale ili tupige hii kona ya kuja hapa juu, bana, hapo ndiye tulikuwa tunamalizika. Tukagonga mwenye pikipiki, ama mwenye pikipiki akajigongesa kwa gari yetu. Hiyo inatuambia ya kwamba huna muda, saa yoyote chochote yaweza tokea. Ndiposa Daudi akasema, Bwana, utuambie wakati wangu itakuwa lini ili nijipange. Sasa leo ninawaambia ya kwamba mjipange. Pangeni. Kama hutajipanga utapangwa. Maisha ya ulimwengu, kifo ya ulimwengu itakupanga. Vile tulikosa kutii sheria zake Mwenyezi Mungu, mauti itaingia. Ndiposa alisoma kutoka katika kitabu cha Jeremiah. Can you get to that book again? Jeremiah chapter 15 verse 1 and 2. Inatuambiaje? Nataka musikie hilo neno. Na ni nyinyi pamoja na mimi, gross sin, dhambi zangu na zako, vile umeketi hapa, imetufanya hilo neno itendeke vile inasomwa. Soma. 15. Mstari wa kwanza inasema, yes, soma. Then the Lord said to me, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be favorable towards these people. Cast them out of my sight, and let them go forth. Where? It shall be, if they say to you, yes, where should we go? Wapi twende? Such as are for death, to death. That is kifo ambayo italetwa na magonjwa za ulimwengu. Soma. And such as for the sword, to the sword. Mutakufa na upanga, na panga. And such as for the famine, to the famine. Njaa itawaua. And such as for the captivity, to the captivity. Wale ambao wataponyoka hapo, basi mtaenda mafungoni. Just join them. Elder Shadrach, you are going to pray for this family. And I'll pray last. Okay. Sisi zote tusimame. Mahali popote, ukitai, simama tuombe. Heshima kwake Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa maombi. All the heavens and the earth will stand before his majesty. Wale ambao wako na kofia, toweni kwa heshima zake Mwenyezi Mungu. Elder Shadrach. Hebu tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, ni wakati wa pekee tunakabidhi mkononi mwako familia ya aliyelala ndugu wetu Nyaundi pamoja na mama Jane. Ombole kuwafariji. Asante kwa sababu tumesimama sisi zote
mbeleni mwako tukitoa shukrani zetu kwako. Twaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, uwe nao, na kwa wakati huu jina lako lizidi kutukuzwa, wakielekeza nyuso zao juu mbinguni ili wapate faraja ya kutosha. Amen. Hebu kumbuke sehemu hii yote. Asante kwa safari uliotupa tulipokuja, na sasa tunapoanza safari ya mwisho ya Mama Jane, kila kitu iwe mkononi mwako. Mapenzi yako yatimizwe sawa sawa jinsi unavyoona ni vyema, na jina lako litukuzwe, kwa kuwa hilo ndilo ombi letu tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Baba Mwenyezi Mungu, tunakabidhi boma ya mtumishi wako ambaye alisatutangulia kuaga, mzee Nyaundi, pamoja na mama mkubwa ambaye amebaki hapa, na sahi Mama Jane ambaye ametuaga. Baba, tunakuomba ukumbuke boma ya mtumishi wako ambaye alisatutangulia kulala, mzee Nyaundi, hasa boma ya Nyaundi na Jane. Tumebakishwa pamoja hapa na watoto ambao wakiongozwa na Derek sasa, ambaye atakuwa anabaki hapa nyuma. Baba, tunawakabidhi mkononi mwako. Wewe ndiye ulijua vile uliwaleta katikati ya wazazi wao, na wewe ndiye uliwajua ukawaongoza wakawa vile walivyo siku ya leo. Baba, tunawakabidhi mkononi mwako. Tunajua yale ambayo haziko zitakweko kwa jina lako. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba huyu ndugu wetu bado mchanga Derek, Baba, hebu mshike mkono, umtembeze ili aongoze hii boma sasa, ili ajue ya kwamba nguvu zake, hekima zake haziko kama si zako. Niposa tunawakabidhi mkononi mwako Baba siku ya leo. Ikiwa una stoop na unachukua panoramic view, ikiwa unawaona wakisimama katika kiwanja hii, Baba, unaona ni watu wadhaifu sana. Hata ikiwa wewe uko ndani yao, watakuwa watu bora katika ulimwengu hii. Kwa hivyo Baba, hebu waongoze. Roho yako Mtakatifu apate kudumu ndani yao, ili mapenzi zako zitimike katika boma hii. Tunapoenda kuzika mwili wa marehemu Jane, tunakabidhi zote ambazo alifanya zile zenye maana machoni pako, na ili hawa watoto pia wafaidike kwa mazao za jina na matendo zake mamao. Waombolezaji wenzetu pia wanaendelea kuomba. Hebu shikilia ombi moja kati ya hawa wote na utunze naye boma hii. Baba, tunakuomba haya kupitia jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asanteni, ketini. MC, mimi simameni tu hapa. Kocha. Watoto wa hebu waletea hao viti waketi hapa, tunataka tuwasalimu. Wakati kama haya uwezi kushika mkono ya fulani, ha? But that sign salute nitakuja kumfanyia. Hebu wakiangalia sehemu yangu, wasaidie ili viti hiyo ziangalie sehemu hii. Elga huko walikuwa wakiishi kule chini mara kwa mara, ama wakati huo itafanya uangalie jicho ya Derek ili mjue vizuri. Ndiposa baada ya sisi kutoka hapa sasa muongee na muambie Derek, hapa ndiye kwetu, tutaendelea kuishi na tutakuwa nawe. Kwa hivyo wakae. Hawa ndiye Kubadilisha ile ilikuja hapa yenye ilikuwa hapa yatima sasa wamepata. Wapatie hata hawa kitu. Wakae wawili. Wakati wowote. Kwa hivyo vitu vyake mpaka ifanywe vizuri ili mapenzi zake za Bwana zitimike.
All right. So wanakwaya, can you come and give us a piece as people come and salute these people? Unajua walikuwa wanaishi nje. Hamkuwa mnajua hawa. Wewe kuja tu karibu na hao wa salute, alafu na wawekea kitu kidogo tu hapa. Yes. All right. Wanakwaya. Wanakwaya. Ngomma Bay Central Church Choir. Wimbo. Bila neno niwe. Come sing. Hiyo ndio injili yetu hapa. We come and sing. Sasa ile kidogo ambayo unibeba. Beba na ukuje naye pole pole. Ukuje naye pole pole. Una salute hawa wayatime. Alafu wafanye naye chochote ambayo iliwa kosa. Itawasaidia sana. All right. Nilisikia kutoka kwa wajomba, kutoka ukoni. Sasa ni wakati. Marafiki ni wakati. Sasa muanze. Kujeni. Tusimame as they come, as they sing. Tunatoka na huku. Tunakuja tu na salute ili wajue ya kwamba fulani kumbe pia alikuja akaomboleza na sisi. Asante mchungaji, ni wakati wetu sasa kuja ili tujitambulishe kwa hii familia kwamba ulikuja kuomboleza nao, ulikuja kuwafariji. Tunaweka kitu kidogo ambacho uko nacho ili tuache hapa nyumbani. Hakuna kusalimiana kwa mkono. Unakuja, watakuona, wataona uso wako, kumbe jamaa yetu ilikuja kutufariji. Nasumbukia bure bure nini tumaini msisumbukie waangalia ndege wa angani anawalisha wakasase kwao tazipata yote kwake Mwokozi Yesu ajua mahitaji yenu kushinda ndege wa angani, tafuteni ufalme wake Mwokozi. Mahitaji yenu, ni bora kuliko ndege wa angani. Jifunze ni bora kushinda
Tazameni maua ya kondeni yanavyopendeza, ni kazi ya Bwana. Baba wa mbinguni atazidi kuwashika vizuri, endeleeni kwake. Tafuteni ufalme wake Mwokozi. Amina. Familia inaweza kurudi kwa uwanja na tunapomaliza. Asante sana kwa wimbo, asante sana kwa wale wamekuja hapa mbele. Tunapomaliza, kwa sababu ya Homa Bay huko tunapotoka, tunajua kuna wakina mama walikuwa wanashiriki hapo kwa biashara mjini Homa Bay. Tuko na kikundi cha Gusii ili program inayobaki iwe ya wafanyabiashara pale Homa Bay. Wale mama walikuwa wanafanya biashara na Mama Jane jirani, na tunajua kuna ushirika wa Gusii pale ndani ya mji wa Homa Bay. Tunataka tuwapatie nafasi hiyo, alafu pastor atakamilisha akiwa anachukua mwili kwenda kuzika. Elder Omoyo nilikuona ametoka. Haya, wale wakina mama, najua kuna wakina mama wametoka Homa Bay. Haya, kujeni sasa, nafasi ni yenu. Mkiwa wafanyabiashara, mkiwa kikundi cha Gusii, kama hawapo tunafunga. Msiseme hamkupatiwa nafasi. Wanakuja, kiongozi wao akuje. Kiongozi akuje. Najua vile mnafanya haraka ili tukimbize sana. Nendo veke mask nanya kurus. Ikondigere bana ko iko. Mongi na bana rusie mask ya sini. Nchikoro ki mwana mbira bibi yao. Wacha mwenyekiti, tuko watatu hapa, watu wa mwenyekiti mwingine, wacha matana naye asalamie. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Yukabeti Kachamba Mgeni. Mimi ni mke mwenzake Jane, bibi ya ndugu yake. Zamana sogo ikawa irio lieta nerena bichanga aiganka cheni no yomindo makamuromi.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifungie mkono. Bwana asifiwe. Amen. Leo peke yake ndio tumeona, kesho hatujui. Mimi namshukuru Mungu kwa mbali ya mtuleta. Ninamshukuru kwa uhai na kwa siku ya leo. Asante ndugu zangu na ndugu zangu. Mimi kwa majina ni Rebecca Mura Ondeli Samuel. Mimi ndio mjukuu mkubwa katika boma hili. Amen. Marita Mogeni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Bathsheba Nyaboke Bichana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi kwa majina naitwa Mary Oburi, ni mtoto wa Nyaundi kwa nyumba kubwa. Naambia brother zangu na sister yangu tuangalie tu Mungu ako pamoja nao. Amen. God is good All the time. all the time. The Lord is good and that is his nature. Kwa majina ni Linet. Amen. Abairi baito babasani bateni biya muri mwezi. Kusamalie tandusi abechaberi ndega kamati ya jeni. Kyo musipati manene. Abasani bacheni na abairi na abakwaniri mbiya muri. Esamalie tamba sivikanyaera kamati ya jeni. Kyo musipati okabero mwabanyaundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Patiseka na Sukra, mtoto wa Nyaundi. Sameni, haleluya. Kwa majina mimi ni Joyce. Brian. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kefi Ondeli. Habari zenu yote. Kwa majina ninaitwa Mary Nyandama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Nyaundi, nyumba kubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina nikiitwa Rispa Gesare, ni mtoto wa Nyaundi, nyumba kubwa. Axel Mugeni. Esther Kemunto, nyumba kubwa. Kijana mkubwa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Kiles Kerupo, mtoto wa Mogeni, nyumba kubwa. Bwana asifiwe. Jina naitwa Samuel Nduko, mtoto wa nyumba kubwa. Abana banya sambe mole. Mchenko kwa Isaka Bichanga. Yo mwa Nyaundi. Mke bana twaile eto babele bantu twaile boka. Msifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Paranaba Mogeni, mimi ndio kitinda mimba ya mchi ndugu ya Nyaundi. Wageni wote ambao wamekuja kutubariki na wasalimu mchana. Jina ni Samuel Bichanga. Na huyu sasa ni kijana mkubwa wa Nyaundi. Wacha aseme neno moja. Nami na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Nasema ni shukrani watu wa Homa-Bay pia na watu wa Ikonge kwa kazi ambao mmefanya. Mmetusaidia mahali pakubwa. Mkirudi mrudi salama. Kwa majina mimi naitwa Evan Satuya Nyaundi. Mimi ndio kijana mkubwa wa Nyaundi. Sasa hii ndio immediate family ya Mogotu chini. Wacha nao waseme kama wako na neno. Asante sana kwa kuja hapa kuona mazishi ya mama.
Mkirudi mrudi salama. Asanteni. Jambo nyote. Mimi naitwa Nyaundi Alfred David. Mimi ndio third born. Asante sana kanisa kutoka Ngomma Bay. Asante sana. Watu wa nyumbani hapa pia asante, marafiki kutoka Musocho. Asanteni sana. Yes. Kuna watu wawili, kuna wageni wawili kutoka Ngomma Bay. Bus imekuwa tayari na karibia kuondoka. Jamani, kama unasikia sauti mahali popote huko, nafikiria unaweza abana banyara kibara gamba ili baga asobwango tuchakire na sawa. Tuchakire kurugoro, tuchakire Auntie Teresa Motanya Msarigo. Okay, kwa majina ni Eric Motanya Ondieki, nawachia kifungu cha Mathayo 5 fungu la kwanza. Asanteni. Amen. Maana mimi nakuaga kerere kidogo, nafikiri nitafanya haraka kidogo. Huyo mwenye ametoka ni ile nyumba kubwa ya Teresa, anaitwa Josephat anaitwa Motanya. Huyo anaitwa Gori, anatoka hiyo nyumba ya Teresa, Alfred Gori ama jina lingine Otiso kama mimi. Huyu ni ndugu mkubwa, ataongea neno moja. Tukikuja nyumba ya Esther ambaye ni mimi, naitwa Dauglas Otiso. Huyu ndio dada yangu mkubwa, anaitwa Everin Nyarangi. Huyu ndiye anayemfuata, anaitwa Mary. Huyu anaitwa Mastrin Gesare. Huyu ndio kitina mimba, anaitwa Ronald Omwenga. Tukikuja nyumba ya Margaret, huyu ndio ndugu mkubwa hapa. Anafuata huyu anaitwa Nyarangi. Huyu anaitwa Emery Sarigo ngejera. Huyu anaitwa Onsarigo. Sarigo ni mlemavu kidogo lakini hakusaliwa hivyo. It was an accident. Isipompea hii kitu anaweza tu ona kwamba acha tu aseme hai. Hallelujah. Upendwa Mungu ni mwema, ametuleta hapa, ndio maana tuko hapa katika Mtihani wa 27 moja inasema ya kwamba Bwana alipojenga nyumba ajengaye afanye kazi bure. Haleluya! Bwana alipojenga mti ajengaye afanye kazi bure. Haleluya! Mbarikiwe. Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Bernard Unjaligo. Nimekitana mimba. Huyu ndio kitina mimba wa Margaret. Thank you. Nilikuwa nimesahau ni Mugambi ataongea baadaye. Hii ni ile nyumba kubwa kabisa huko ataongea. Ni mheshimiwa. Tuna nyumba ya Olipa. Tunaanza na brother Hespon. Huyu Hespon ndio mkubwa. Olipa watu wa Ngomma Bay wanamjua. But she passed away long time ago. Huyu anaitwa Hespon ndio kijana mkubwa. Then kuna Uncle Alfred ni kama Geoffrey ni kama ametoka kidogo. Then anafuatwa wapi Winnie. Kuna Winnie hapa, dada wetu huyu. Alafu pia kuna Rensa ndio mdogo. Yule ndio kitinda mimba kabisa anaitwa Rogers Ogunda. Tukuje sasa nyumba ya Uncle. Kwao mami walikuwa na ndugu mmoja peke yake ambaye ni yule mzee ambaye aliongea, ndio peke yake na ndiye amepaki peke yake hivyo. Kwa hiyo nyumba. Hawa ni watoto wake. Mimi kwa majina naitwa Emily Areba. Kwa majina ni Mtu, Mungu amweke mahali pema mbinguni. Kwa majina ni Gladys, Mungu awabariki. Pole. Anaitwa Choice Areba.
Huyu yule ndugu aliyekuwa mkubwa aliyekaa anaitwa Motanya. Huyu ni mke wake. Pole sana ndugu. Huyu ndugu yangu, ndugu huyu ndio mkubwa kwetu sasa hivi. Huyu ndio mke wake. Lakini maana huyu pia ndio mkubwa kabisa wa yule mzee anaitwa Arepa. Jina langu ninaitwa Gladys Arepa. Yes, Arepa ndio huyo dadi, ndio yule mzee ambaye amekaa pale kwa ngane ya moyo. Nimeshukuru wenye mmekuja kulilia anti. Nimeshukuru, mbarikiwe na muendelee kubarikiwa. Asanteni. Thank you. Asante sana. Basi watasema tu neno moja, wacha huyu aongee, alafu huyu mheshimiwa aseme tu neno tumalize. Sawa. Abantu abamonene nabakwanira asema rogo ya lero mbiya mule mwensi. Ntubuga tubo kendu. Twasiriri aba mama twensi pi. Nanya tutenina tukona kolera. Na watowe katwasimya. Lakini Nyasaye gatwaye to moyo. Nanya antio totigire chimbanda nchitigalto. Na intunkeli togendera kwerigereria na kwebeka ange. Ekero Nyasaye aranyale kwirani oboru otibuga yanyolenga na itu totereine tumuganyeta senjere gwenerete. Sitakuwa ni na mengi ya kunena. Naona kama Kiswahili kinakaa kinapotelea na mimi nimekuwa ni mtu nakaa na watu wa Kiswahili. Ndo chenge kinyo usige konyora. Tobuga atia mangi. Bali batoira amaboko koruoma pe korugusinga korugunyalibali no nyama me inchetingo nyara kumwebango ya mame alewa otole ndiro aramo na itwe step as a step. So I can't forget kokwe otainga mame biamono ase support ilikuwa rura ase familia ekiagera kere step na kende gion spitu abere tokoroberia na baramo na itwe na ngomogeni nero tokonyire sana ase birengererio ntori gaterigererio kibesa kwanza ase birengererio nemeroberio spiel ya rengo nabangina boma pei bechiro na uva manyangi tokoria kera rituko ndoko bayana limbia mono abangina boma pei tiganya sana kuba sesenia kwa kile chenye mlitufanyia kazi kubwa sana. Sisi hakuna siku tulilala njaa hata siku moja. Tangu tulipoingia mahali pale tukaishi wiki hiyo yote nzima tukiwa tunakula mpaka tumefika mahali hapa tunaenda kumaliza safari ya mama. Kanisa pia naishukuru. Mungu awalinde. Mungu awainue wote na awajazie kwa kila mahali penye unapata ukapata kusidishiwa. Sina mengi wakanena na washukuru mnaporejea. Mungu awe nanyi. Thank you. Sasa malieta na uninyabo. Thank you. Poleni watumishi wa Mungu wameongea Kikisii mingi lakini sana alikuwa anashukuru watu wa Ngomma Bay kwa kusimama pamoja na hii familia tangia mambo haya yalipokuwa. Hakuna siku wamelala njaa. Thank you, may God bless you. Mheshimiwa anapoongea ndio wa mwisho. Kuna watu wakitoka hapa kama tutawatambulisha itakuwa kwamba na ni watu ambao waongea Kikisii wanaweza ona kwamba kweli walisaulika. Tunataka tu wapunge mkono. Holipa bwana yake yuko. Hata kama Holipa alikufa bwana yake yuko. Wakati yangu alisimama hakupata hiyo nafasi ya kusema kwa sababu walikuwa wengi na vile programu iko. Poleni kwa kuchukua masaa yenu. Ningependa tu tafadhali mzee, hata ukifanya mkono hivi tu ametoka mbali kule. Sijui Wajaruo wanaita namna gani. Lakini ni yango yetu. Afanye hivi kule kutoka Migori watu wa Opato huko. Na Wanagaramana hii nyingine. Mbuya more tena. Mimi naitwa Lawrence Oguda kutoka Migori. It is very sad and very bad if I was not called to say pole. Kwa maana mimi ndio bwana ya Pacifica. Na Jane alikuwa nakaa kwa nyumba yangu. Mimi ndio nilitoa Jane nikapatia Nyaundi huko Ngomma Bay. Hata mmoja alikuwa hapa mimi nashangaa. Nilimwambia huyu mkubwa hata mtu kutoka Migori yuko hapa. Nikamwambia Peter Reba my in-law. Wapi Wini?
Where are those my boys and the daughters? You come along and you take the photo with me and I leave. Winnie kuja. Winnie msichana yangu. Where is Winnie? Winnie, when your mother died, you are in America. Wewe ulikuwa unapanda ndege mara moja na kuja kuona Jane. Babu kuja Iceborne. Na my family wale iko huko kwa ndani ya gari. They are not ready to say. So I say pole. Pole Winnie. Pole Winnie. So huyu siku ile mama alikuwa nakufa. Huyu alikuwa mdogo. Jane ndiye alikuwa anachunga huyu. Hata Mungu nasai. Jane ndiye alikuwa anachunga babu. Na siku ile huyu msichana yangu alikuwa huko America. Nani, just a minute, let me talk in 5 minutes and I leave. Siku ile Jane ndiye alikuja na mimi siku ile hii msichana yangu alikuwa anachukua harusi Kisumu. Yeye ndiye alishika mkono moja na mimi naenda na mimi mbele ya msongo. Mbele ya msongo wake Mungu Nyasaye. Na huyu Jane ndiye alisaidia huyu mtoto. So with such people, I say sorry. Hata Nyaundi alikuwa hapa angesema Lawrence Wendi alikuwa anapatia mimi bibi. So when you are in America, don't forget kusaidia watoto wa Jane. Thank you very much. Amen. Wacha mimi narudi Ngomma. Asante mwenyekiti na wageni wale wametoka sehemu mbalimbali kuja kutufariji. Watu wa Homa Bay tunashukuru, kanisa tunashukuru, tunasema ni asante kubwa sana. Watu wa Ikonge, watu wa Soko hapa juzi niliona wakitembea mara hapa. Kwa hivyo kwa sababu huyu aunti ndiye alikuwa amesalia peke yake, lakini tumempoteza sasa. Kwa hakika aunti na amekuwa akitinda mimba kwenda safari. Tumelia hii safari watoto wa Onsariwo wote. Hakika tuko na huzuni, lakini kwa sababu tuko na matumaini makubwa sana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yuko na tunajua siku moja tutapatana kule mbinguni. Sitakuwa mwingi wa maneno, lakini nataka niambie asante sana kwa kazi njema mmefanya hapa. Uncle, thank you kwa kutoka kule Nyaribari Masaba kukuja mara hapa. Na sisi venye tulisimama hapa tuko na mabibi zetu wako hapa ndani. Hawakupata nafasi lakini tumewakilisha. Mimi kwa majina naitwa Josephat Mukua Ondieki, kwetu ni hapa Mongori si mbali. Na mimi ni mtetezi wa wanyonge. Pia mimi ni daktari hapa Kericho, ukikuja kule unapata matibabu. Kwa sababu Otiso amesema tunatafuta hii kitu kingine, lakini si hapa tu. Hii ya Mekenene Ward hapa. Kwa hivyo kama unatoka Mekenene Ward ukiona niko hapo, we dunga tu useme Joshua tosha. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Onsariwo nataka kukuambia wewe ndio kijana mkubwa. Sisi tumenyongwa sana na kifo. Wakati mama alikufa tulilia sana. Mandugu zetu wakakufa, wasichana tukalia sana. Lakini bado tuko kangali. Tunang'ang'ana na safari. Wewe ndio utaongoza vijana pole. Na hao vijana wasikuletee pressure, waambie pole. Peleka sisi pole. Chifu yuko pale atakuassist. Atuya yuko pale atakuassist. Kitu kingine nataka kumalizia. Mzee mwingine amesema kitu kingine ikakasiriza watu wengi hapa sana. Etironi kuja kuchukua death certificate nyumba ya Homa Bay. Sasa namna gani mzee anaongea namna gani? That is very bad. Kwa hivyo mimi niliangalia hiyo kitu iliniudhi na nilisema that is not the way ange address that issue. Kina umoyo wako hapa ni wazee wa Homa Bay, watapeleka Derek baadaye waache kwanza alie, siku nyingine wamuite wampeleke polepole wamwambie sasa njia ndio hii. Tusaidiane. Kama ni pesa ilikuwa imechukuliwa loan, angetuambia hapa tuchange hiyo pesa saa hii. Sasa kwa nini anasema hiyo ni mbaya? Siku nyingine siongee mambo kama hiyo. Thank you Wakenya wote, mpalikiwe sana, mkienda muende salama. Thank you so much. Thank you Otiso. Si niliwaambia wewe ni mheshimiwa. Anajua ku address vitu ile nyingine tumesahau. Na watumishi wa Mungu pia wakiwa mambo itakuwa nywa. Wanzaliwa alinisongea kanigusa hivi. Jamani, wanzaliwa hawezi kusema, ni vizuri nimsemee. Kwa sababu sasa analia. Mama yake yuko hapa ambaye amebaki na yeye. Tafadhali huyo mama afanye tu mkono hivi mumuone ili wanzaliwa ajisikie kwamba mama mkwe yuko area. Yuko wapi yule mami? Na ametoka kule karibu Tanzania.
Jamani, mami yuko wapi? Kuja njoo tafadhali. Msaliwa ananiambia bwana, mama yangu asipoongea hapa sasa mambo itakuwa namna gani? Nimeomba hiyo nafasi, watumishi msinijape. Harakisha kidogo mami. Ametoka kule mbali Tanzania, karibu Tanzania kule. Ache hapa na ndio kolera sasa. Sasa leba kuna kolera hapa. Mama, sema tu hai. Bwana Yesu asifiwe. Susan Nyamuhanga. Huyu ni mkulima wangu. Yako na msichana wangu. Jamani, kiatuchanganya kidogo, lakini anamaanisha mtoto ni wake, msichana ameoleka hapa. Mungu awabariki sana, asanteni. Mimi ni mwimbaji na kuna waimbaji wengi sana wamekuja hapa. Jamani, mumeona vile time imeenda. Ningependa mahali penye mko waimbaji wale, mko wapi? Munipungie mkono bateli bara na bange kabisa. Njiko akimokole kama ntambangi tabantu bayikonge kumuranje. Kerongo ndasino moko ngaliba kama tairi galiba kama chotanga Otiso pamoja ete maliko moibaga. Njiko ambao unawahitaji watu wazuri sana. Kipenda tu mpunge mkono, lakini nipe chairman peke yake aseme haya kwa sababu ya time. Chairman, tafadhali kuja, maana kwa sababu ya time tu na batanya kuwa na Marieta bakole iga ayokuwa nembia. Tianga tokora na sembe iga. Thank you very much. Samarieta no Pastor Evan Somondi, kuruchisa mochia sameta gucha atilachi. Nande igotoche ko korre otisugare kotinete ito saboteri. Nchigonde chairman. Negero tubwatana n'abarayi bali mabusia tutanya gukwana butwensi lakini akwana sinchi abarayi bonse mulega iga mukoroko boko iga abarayi nama ketwa kuri iga na members twito tokore iga tibamone n'abasin nabayange tunyo chogotera lakini tibamone abakonye ngakie nya saga otokonye tutakutana ikonge. Bwana abariki gotera ntere tegoteba anye kogonkonya nkonya somo yumia. Welcome. Dakika yetu imeenda. Kuna kijana moja tu ambaye ninahitaji. Mathayo 6 nasema hivi, basi ninyi msalini hivi: Baba wetu wa mbinguni, usikie kilio changu ninapolia, Baba yangu, unipanguze machozi yangu. Baba wetu wa mbinguni, usikie kilio changu ninapolia, Baba yangu, unipanguze machozi yangu. Baba wetu wa mbinguni,
kuibirisi sitaweza ila wewe Yesu. Maisha yangu ila wewe Yesu. Elimu yangu Daddy ila wewe Yesu. Huduma yangu Daddy ila wewe Yesu. Safari yangu ila wewe Yesu. Sitaweza
Nyabere, tata nyabere.
kwamba kwa upendo wake Mwenyezi Mungu ameona vizuri na kupenda kwake ili maisha ya Mama Jane ifikie kikomo vile ilifikia, na vile tulikuwa tunamteremsha chini, vile ulivyokuwa ukimuona akienda, ni hivyo hivyo wakati Yesu atarudi hapa mara ya pili, kwa sauti yake kuu kutoka kwa malaika kuu, ndio ataitisha mwito ili yule ambaye aliumbwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe atoke kaburini. Ndiposa tutamuona akifufuka kutoka kaburini mwake vile umeona akienda. Na zaidi ya hayo, nataka niwaambie ya kwamba kutoka kwa kitabu cha Danieli sura ya 12 haya ya pili, kwa kimombo inaniambia, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Wengine watafufuka mpaka kule mji ambaye tumeandaliwa na Yesu Kristo mwenyewe, na wengine wataamkia ile ambayo tunasema shame na contempt. Kwa hivyo sisi ambao tumebaki tumejua ya kwamba ameenda na Mungu. Wakati wa kufufuka kwake atakuja pamoja na Mungu na atalekezwa mpaka ile mji ambaye aliandaliwa na Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tumebaki tujue sasa hii maneno kama haya kutoka katika kitabu cha Danieli hiyo haya ya 13. Kimombo inaniambia, but go you your way till the end be, for you shall rest like now Jane is resting, and stand in your lot at the end of the day. Mwishowe atafufuka na kusimama mbele yake Mwenyezi Mungu tena, ambapo sasa atafurahi kuona ile umbo ambaye yeye alitengeneza mwenyewe. Sasa nyinyi wote, wakati wako ikifika kama wakati wa Jane, yako itakuwaje? Vile uendapo ni vile utatokea, utarudi. That is the reason why tumemrudisha. Uhai wake hayuko tena, ile ambayo imebaki ni the dust. Kwa hivyo tunasema dust for dust. Yuko huru kupeleka dust. Na wacha niombe kwanza, alafu kila mmoja wetu arudishe. Mimi ndiye nimemuzika, ninyi mnanisaidia tu kumzika. Hebu natuombe. Baba mtakatifu, Otiso Production. Amen.
no